Kitu mimi na wewe tarehe ya leo, na tuchangie hii mada ambayo itakuwa ni baraka sana kwako. Wakati ambapo Mungu aliona uaminifu wa Kornelio na kaona maombi na sadaka za Kornelio, ikambidi Mungu afanye mpango wa Kornelio kupata wokovu, na akajua mtu pekee ambaye anaweza kumbatiza Kornelio ni Simoni Petro. Na wakati zile Simoni Petro alikuwa akiomba hifadhi kwa huyu mwenzake Simoni, mtengenezaji wa ngozi. Biblia inatuambia kwamba Mungu akamwambia Kornelio, tuma watu Yafa, ukamwite Petro, atafanya yale ambayo mimi nitakayomweleza. Na wakati ambapo wajumbe au watumwa wapo njiani, Mungu akaelewa jambo. Akajua kwamba Petro hatakubali, hataelewa hawa watu watakapomuita kwamba aende kwa Kornelio, kwa sababu ilikuwa ni katazo katika Israeli ya kwamba Myahudi hawezi changia na Mfilistini. Sasa na huyu baba ni Mfilistini, Kornelio ni Mfilistini, lakini matendo yake ilimpendeza sana Mungu, na Mungu akataka mtoe ndani ya mataifa, amweke katikati ya wale waliochaguliwa. Na wakati ambapo watumwa wapo njiani, ilibidi Mungu ashuke ndani ya ndoto za Petro, amletee ndoto, anaona wanyama fulani ambao ni katazo katika Israeli. Kisha mwisho akamwambia Petro, inuka na uchinje ule. Petro akasema, lahasha, sitaweza tumia kitu ambacho ni najisi. Na Mungu akamwambia Petro, kwa nini nilichokiweka safi, kwa nini nilichokitakasa, wewe binadamu unaweza kukiita najisi? Lakini kitu ambacho kimenibariki, Mungu alielewa maneno ya hao watumwa hayatakuwa na nguvu mbele za Petro. Ilibidi Mungu ashuke mundoto za Petro, aanze kumregeza vizuri, ili wakati atapata ujumbe asiwe mgumu. Nafikiri hujanielewa vizuri. Pale ambapo Mungu anaona hautaweza ongea, pale ambapo Mungu anaona watu hawatakuelewa, pale ambapo Mungu anaona hata ukitafuta kazi hautapewa, kazi ya Mungu anaendaga shuka mundoto za wale watu ili aanze lainisha mioyo za wale watu. Ndio maana nataka niongee na mtu mwenye imani. Kuna kazi utapata, itaanzia ndani ya ndoto. Kuna ndoa utapata, itaanzia ndani ya ndoto. Kuna pesa utaziishi, itaanzia ndani ya ndoto. Maana kuna wakati mwingine Mungu anapoona umeshindwa kujitetea, yeye mwenyewe anakamata yale majukumu ndani ya ndoto za yule mtu. Ibrahimu alimpana tu kiurahisi Sara mkewe, na akasema huyu ni dada yangu, na mfalme akamuoa mke wake. Abrahamu akakosa namna gani atajitetea mbele za mfalme. Akimwona mke wake anafunga ndoa na mfalme, moyo nauma, lakini anakosa wapi atajitetea. Lakini Mungu ambaye anayeshuka ndani ya ndoto za binadamu, akashuka ndani ya ndoto za mfalme, akamwambia, jaribu kumgusa mke wa mtumishi wangu. Na mfalme alipoinuka akamwambia Ibrahimu, kwa nini umenitendea hivi? Kwa nini hukuniambia kwamba huyu Sara ni mke wako? Ina maana Ibrahimu alishindwa kujitetea. Alishindwa namna gani atakamata ile jukumu ya kumwelewesha vizuri mfalme. Lakini ndani ya ndoto za mfalme Mungu akafanya ile kazi. Nataka niongee na mtu mmoja ambaye penginepo alikuwa na kesi ambazo ilikuwa ni ngumu kuzimaliza. Nataka niongee na mtu ambaye penginepo alikuwa na shida ambazo ni ngumu kuzimaliza. Nataka niongee na mtu ambaye alitafuta kazi, lakini cheo na gisi alivyo haviruhusu kupata vitu vile. Katika ndoto za wale watu ambao walikuwa naweka msaada yako, Mungu atashuka na nakutetea. Kuna vingine utaviishi si kwa nguvu zako. Kuna vingine utavipata si kwa uzuri wako. Kuna vingine utavimiliki si kwa sababu wewe uko namna gani, lakini kwa sababu Mungu aliingia mundoto za wale watu. Mungu akubariki na kutimizie kitu ulishagawahi ota. Chochote ambacho uliota, chochote ambacho ushagaona kwa maono, chochote ambacho ushagapata kwa unabii, ujumbe wote ambao ulifika kwako, Mungu auwekee muhuri siku ya leo na kutimizie kwa jina la Yesu. Mungu akubariki.